Oya, unaniambiaje? Devran Alas ametutoka au ni chai? Mambo vipi mdau wa Hamasa? Karibu tena kwenye Kijiwe cha Kijanja, mahali ambapo ubuyu unashushwa ukiwa wa moto kinoma. Leo mwanangu, hali ya hewa imechafuka, simanzi, vilio na siri nzito vimetanda. Kama ulidhani usaliti umeishia kwa Osman Bey, basi hapa ndipo utachoka. Hivi unaweza kuamini macho yako wakati moyo unakuambia kingine? Je, inawezekana mtu aliyelipukiwa na bomu kwenye gari akawa bado anapumua? Azize anasema Devran hajafa na ana ushahidi wa kinyamwezi. Twende sawa. Oya, dondoo inaanza kwa milio ya king'ora. Polisi wametoa ripoti kuwa marehemu ni Devran Alas. Pevin, mama yake Devran, amepagawa kinoma. Analia mpaka anataka kuzima. Hataki kabisa kukubali mwanawe mpendwa amekuwa majivu. Anasema, huwezi kufariki ukiwa bado unaishi ndani yangu. Dah, inauma sana mwanangu. Hapa ndipo paliposisimua. Wakati wengine wakilia, Azize amekaza kama chuma. Polisi wameleta vitu vya Devran, lakini Azize amegundua kitu kimoja kikubwa. Pete ya ndoa haipo. Anasema, Devran hatoki bila pete yake. Huyu aliyekufa humu sio mume wangu. Hata alipopata maono ya Devran akimwambia, mtu wa kuniua mimi bado hajazaliwa, Azize amekataa kuvaa nguo za msiba. Anasema, moyo wake bado unadunda pamoja na wa Devran. Je, ni mahaba au Azize kashadata? Oya, mwangalie sana huyu Haza. Mbele za watu analia, lakini pembeni anacheka na bade. Haza anasema Devran alikuwa kama toi tu na sasa amempoteza. Kumbe mpango mzima wa kumuua Devran Haza anaujua mwanzo mwisho. Ameshamficha hadi Gulsum na watoto wake ili siri isivuja. Huyu jamaa ni nyoka wa kijani kwenye majani ya kijani. Mzee Alas naye amewaka moto. Anasema hata mzika mwanawe mpaka amzike Haidar kwanza. Amemwamuru Hazar alete kichwa cha Haidar miguuni pake. Hajui kuwa anayemtafuta yuko naye hapo hapo mbani. Yusuf naye amebaki mpweke, anajilaumu kwa kila kitu. Anakumbuka jinsi walivyokuwa wakigombana jana, na leo anatamani hata amwombe msamaha, lakini ndio hivyo tena, gari limebaki majivu. Hivi inawezekana vipi gari ilipuke mpaka iwe majivu, lakini mtu atoke mzima? Azize alikataa kuamini macho yake, akaamua kufuata harufu ya upendo, na mwanangu amemkuta Devran yuko hai. Twende sawa na dondoo hizi za kusisimua. Azize alirudi eneo la tukio, mahali ambapo gari liliteketea. Wakati kila mtu akisema ana wazimu, yeye alikuwa anatafuta kitu kimoja tu na akakipata: tasbihi ya Devran. Aliiokota mbali kidogo na lile gari lililoungua. Hapo ndipo akajua kama tasbihi iko hapa na haina hata chembe ya moto, basi mume wake hakuwa ndani ya lile gari wakati linalipuka. Oya, Azize alimtafuta mume wake mpaka akamkuta kwenye kibanda cha wavuvi. Devran yuko hai, ana vidonda kidogo, lakini bado ni yule yule original Devran. Anasema alifanikiwa kuruka kutoka kwenye gari sekunde chache kabla ya mlipuko, lakini hapa ndipo siri nzito ilipo. Devran anataka kila mtu aamini kuwa amekufa. Devran amewaambia Azize, Yusuf na vijana wake Mesut na Berat kuwa wasitoe siri. Anasema ili sote tuishi kwa amani ni lazima Devran Alas afe. Hii ni mbinu ya kijeshi mwanangu. Anataka kumwacha Hazar aamini kuwa ameshinda ili Hazar aanze kujianika madudu yake yote akijua hakuna wa kumzuia. Devran anasema Hazar ni mjanja, lakini sasa atacheza mchezo ambao mwisho wake ni kaburi lake mwenyewe. Wakati huo huo, kule msibani hali ni tete. Hazara anajifanya analia machozi ya mamba mpaka watu wanamhurumia. Lakini wazee wa Ashiret ukoo wameshaanza mambo yao ya kizamani. Wanataka kumlazimisha Azize aolewe na Hazar. Oya, mwanangu, hii ni chai au nini? Mwaka 2026 bado watu wanawaza kurithia na wajane? Yusuf amewaka moto kusikia habari hizo, anasema heri amuue Hazar kuliko kumpa Azize. Lakini Devran akiwa huko mafichoni anasema waache wapange, waache waamini wameshinda, mtego unanasa hivi punde.
Kuna habari zimevuja kuwa Gulsum, mke wa yule aliyekufa kwenye moto kule hotelini, ana uhusiano na Hazar. Inasemekana yeye ndiye aliyesaidia kupandikiza bomu. Devran amewaagiza vijana wake kumtafuta Gulsum popote alipo. Huyu ndiye atakuwa shahidi wa kumwangamiza Hazar. Mwanangu, funzo la leo: adui akidhani ameshinda, ndiyo wakati ambao anakuwa dhaifu zaidi. Usipige kelele unapokuwa na mpango mkubwa. Fanya kama Devran, kuwa yalayala mpaka muda wa mashambulizi utakapofika. Usiamini kila unachokiona kwa macho, vingine ni mtego. Na pia penda ndugu yako akiwa hai, maana saa ya kuondoka haina hodi, na deni la msamaha ni zito kuliko deni la pesa. Hoya, nikuulize, je, unadhani atafika mbali na huu mchezo wake wa hatari? Je, unadhani Azize ataweza kuvumilia kuendelea kulia msiba wa uongo huku akijua mume wake yuko hai? Na huyu Hazar akigundua Devran hajafa atafanya nini? Dondosha komenti yako hapo chini ya next, gonga like kama unamkubali Azize, na usisahau kusubscribe kwenye kijiwe chako cha G Hamasa ili usipitwe na ubuyu unaofuata. G Hamasa, sisi hatubashiri, tunakupa ukweli. Tukutane sehemu inayofuata. Kinomanoma.